tutajifunza somo jingine kabisa tofauti na masomo haya ambayo tumeyasikiliza leo. Somo letu la leo linasema tusiwe ni watu wa kurudi nyuma tunapokuwa tumemrudia Bwana kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Somo letu linasema tusiwe ni watu wa kurudi nyuma tunapokuwa tumemrudia Bwana kiroho. Katika maisha ya Wakristo, ni Wakristo wengi ambao wamekuwa wakikutana na changamoto hii au hali hii ya mtu kurudi nyuma kiroho. Ni Wakristo wengi wamekuwa wakikumbwa na changamoto hii ya kurudi nyuma kiroho, wakizani kwamba pengine ni jambo la kawaida, pengine ni jambo ambalo Mungu anafurahika nalo, bila kujua wazi kwamba ni jambo ambalo hata Mungu hapendi mtu kurudi nyuma. Na ndio maana Biblia inasema unapoanza kulima na huku unatazama nyuma, haufai katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa maana yake Mungu anataka mtu anapoanza safari yake, basi hakikisha safari yake anaimaliza mpaka mwisho. Unaporudi nyuma kiroho, inakuwa ni chukizo mbele za Mungu, na Mungu hafurahi na hali hiyo. Na hiyo unaiona katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 4, sura ya kwanza na ule mstari wa 4. Anasema, ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Kitendo cha kurudi nyuma ni kitendo cha kumdharau Mungu, ni kitendo kinachoonyesha umefarakana na Mungu. Kwa maana hiyo sasa, Mungu hataki wewe, hataki mimi niweze kurudi nyuma. Kama nilikuwa ni mpagani, Mungu anatamani uendelee, kwa sababu unaporudi nyuma ndio mwanzo wa kumpa nafasi shetani kuzima kiu ya kimungu ndani yako, na mwisho wa siku unaweza ukajikuta unaishia katika hali ambayo ni ya kufa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kurudi nyuma kiroho maana yake ni nini? Tumesema imekuwa ni changamoto kubwa sana watu kukumbwa na changamoto hii ya kurudi nyuma kiroho. Lakini je, kurudi nyuma kiroho maana yake ni nini? Kurudi nyuma kiroho ni hali ya mtu aliyekuwa akienenda vizuri na Mungu na kuifuata njia ya Bwana kwa hofu, ghafla anaanza kuishi maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa, maisha yasiyompendeza Mungu. Mwisho wa siku watu wanaanza kushangaa, hivi huyu mtu ni yeye kweli au? Msifu Yesu Kristo. Nichukulie mfano kwangu. Kwa mfano, siku ukaniona mimi nimeacha kuja kanisani kufundisha, ukanikuta nashinda kijiweni, ukanikuta nashinda vilabuni, wewe utajisikiaje? Cha kwanza utashangaa, na huyu sio hivyo jamani, na huyu Sasa hiyo hali ndiyo hali ambayo Mungu hataki sasa watu wafike mahali waseme na huyu imekuwaje. Kurudi nyuma kiroho ni hali ya mtu aliyekuwa akienenda vizuri na Mungu na kufuata njia ya Bwana kwa hofu, ghafla anaanza kuishi maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa, mpaka watu wanaanza kushangaa na huyu imekuwaje. Na hiyo naiona katika kitabu cha nabii Isaya sura ya kwanza mstari wa 21. Sura ya kwanza mstari wa 21. Anasema, mji huu ulikuwa mwaminifu,
umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji. Kwa tafsiri ya kawaida unaanza kuona kabisa huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akienenda mbele za nani? Za Bwana, tena kwa ukamilifu. Lakini ghafla akajipata ameanza kuishi maisha ambayo sio kumpendeza nani? Mungu. Mpaka Mungu anaanza kujiuliza, inakuwaje? Kwa nini mtu huyu alikuwa ni mkamilifu? Inakuwaje wakati huu amefikia kiwango hiki? Kiwango hiki ni kiwango cha mtu kurudi wapi? Nyuma kiroho. Na ndio maana nafika mahali watu wanaanza kukushangaa. Watu wanaanza kutamaki, kwa nini? Kwa nini umekuwa hivyo? Leo nataka nikufundishe ili ufahamu utawezaje kujua kwamba umerudi nyuma kiroho. Nitawezaje mimi kujua kwamba nimerudi nyuma kiroho? Utawezaje wewe kujua kwamba umerudi nyuma kiroho? Nitakupa mambo kadhaa. Moja, ili uweze kujua kwamba hapo ulipo umerudi nyuma kiroho, unapokuwa ni mtu ambaye unashiriki ibada. Moja, unapokuwa ni mtu ambaye unashiriki ibada, umekuwa na kiu ya ibada. Ghafla hapa nakufundisha uweze kujua ni namna gani ambavyo utajitambua kwamba mimi nimekufa nini? Kiroho. Na njia ya kwanza ni njia hii ambayo nakufundisha. Unaweza kukuta mtu ana kiu ya kuja ibadani, ghafla unajipata ile kiu ya kuja kanisani inakata. Ghafla unaanza kuona ile kiu ya kuja kanisani inafanyaje? Inakata. Nisikilize vizuri, na hapa nitakufundisha kitu ambacho kitakujenga na kitakusaidia. Mtu alikuwa ni mtu ambaye kabla ya kengele ya pili haijapigwa, hata kama imepigwa yuko mtoni, anakubali kama ni vyombo arudishe, kwa sababu anajua nitachelewa nini? Ibada. Na anakimbia kutoka nyumbani, anakimbia kutoka shambani, anakimbia, anakubali kuacha shughuli zake zote, anawahi wapi? Ibadani. Sasa mtu wa dizaini anaporudi nyuma, manake ile kiu inapotea, ile kiu inazima. Kinachotokea pale unajua ni nini? Tumsifu Yesu Kristo. Kinachotokea, utajipata badala ya kumwabudu Mungu unaanza kuabudu sasa kazi zako. Ulikuwa ni mtu ambaye umeingiwa na hofu, unakimbia hata kama umechelewa ibadani, unakimbia uje ushiriki ibada. Lakini kitendo cha kurudi nyuma, unajipata wewe sasa baada ya kumwabudu Mungu unaanza kuabudu shughuli zako. Wenzako wapo kanisani, lakini wewe unahangaika na mambo yako. Maana yake umeanza kurudi nyuma kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo unaiona katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 16. Anasema, nami natamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote, kwa kuwa wameniacha mimi, wakaifukizia uvumba miungu mingine, wakaziabudu kazi za mikono yao. Kumbe mtu wa kwanza, utakapoanza kuona mtu wa Mungu umeanza, badala ya kuja ibadani unaanza kushughulika na mambo yako, maana yake jua umeanza kurudi nyuma kinini? Kiroho. Na hapa anasema hukumu yangu itasimama kwa ajili ya mtu huyo. Na ndio maana Biblia inasema fanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya nani? Ya Bwana. Haustahili kufanya kazi yoyote, unapaswa umwabudu Mungu wako. Kumbe kitendo cha kushughulika ni ibadani. Wewe uko sokoni, ni ibadani, uko kwenye vyombo, maana yake vyombo uko mtoni, biashara yako uko sokoni, amekuwa ni Mungu wako unayemwabudu. Na ndio maana anasema utajikuta unaabudu shughuli zako na mipango yako na kazi za mikono yako. Hiyo ni nafasi ya kwanza kumgundua mtu ambaye amerudi nyuma kiroho. Na wewe ukijipata hali hiyo imeanza, jua kabisa umeanza kurudi nyuma kiroho. Na kitendo cha kurudi nyuma kiroho ni kitendo cha kibilisi
kutaka kuzofisha ili akupige vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Njia ya pili itakayo kuwezesha kujua kwamba mimi nimerudi nyuma kiroho. Njia ya pili itakayo kuwezesha kujua kwamba wewe umerudi nyuma kiroho, njia itakayo kusaidia ni kwa sababu ya ukosefu wa imani. Ni kwa sababu ya ukosefu wa nini? Wa imani. Walio wengi inafika mahali wanarudi nyuma ni kwa sababu imani zao hazijaimarika katika kile kitu wanachokiabudu wao. Na hapa nitakufundisha upate kunielewa na maanisha nini ninaposema hivyo. Kurudi nyuma, njia ya pili inayosababisha uweze kujua kwamba umerudi nyuma ni kwa sababu ya ukosefu wa imani. Unapokuwa umekosa imani juu ya kitu unachokiamini wewe, maana yake lazima urudi nyuma kiroho. Na nitakufundisha na maanisha nini. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana ni mama huko hapa, yawezekana ni baba huko hapa, lakini kwa sababu ya ukosefu wa imani iliyoimarika, unajikuta changamoto kidogo inakuondoa. Eza ni mama huko hapa, ni baba huko hapa, ni dada huko hapa. Mwingine amerudi nyuma, mwingine anaamua kurudi nyuma kanisani kutokuendelea na mambo ya kiibada kwa sababu amesikia tu pengine kanisa limekuwa na michango eza ni ya ukarabati wa vitu fulani. Mwingine anaona sasa michango imekuwa ni kero sana kwangu. Michango imekuwa ni nini? Ni kero sana kwangu. Anaona uvumilivu kwangu unafanyaje? Unanishinda. Anachokifanya anarudi nyuma ili asishirikiane na wenzake katika kulitegemeza nini? Kanisa. Yawezekana ni baba, ni mama huko hapa, kwa sababu ya changamoto kidogo. Ni muumini mwenzako amekukorofisha, ni muumini mwenzako amekuchanganya kidogo. Unaona sasa hiyo ndio fursa ya wewe kurudi nyuma kiroho. Unakosa uvumilivu. Na unapokosa uvumilivu, kitendo cha kukosa uvumilivu, maana yake wewe lazima urudi nyuma kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe miongoni mwa vitu vinavyosababisha mtu arudi nyuma ni ukosefu wa imani. Mtu anapopitia changamoto fulani, anakosa kustahimili, anakosa kuvumilia, mwisho wa siku anarudi nyuma. Ni mwanakwaya ni hivyo hivyo, kwa sababu ya changamoto kidogo anaamua anarudi nyuma. Anakosa uvumilivu. Na hiyo naiona katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 10. Kristo asingekuwa na uvumilivu, asingeushinda msalaba. Na sisi ni wafuasi wa Kristo, lazima tuenende njia ile ile ambayo Kristo ameiendea. Tuwe wavumilivu. Tukiwa wavumilivu, hatutarudi nyuma kiroho. Na hiyo naiona katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 na mstari wa 10. Yakobo sura ya 5 na mstari wa 10. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema, ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Anaposema watwaeni manabii, anataka ujifunze manabii. Je, hilo ambalo wewe limekurudisha nyuma, manabii hawakuyapitia? Mitume hawakupitia? Mitume hawakutukanwa? Mitume hawakuzalaulika? Achana na mitume, Yesu Kristo hakuzalaulika? Yesu Kristo hakutukanwa? Yesu Kristo hakusingiziwa? Je, wewe ni nani mpaka ufike mahali urudi nyuma na ufe kiroho? Anasema watwae manabii ili uweze kujifunza kupitia wao. Watwae manabii. Kwa tafsiri ya kawaida, maandiko yanakufundisha kwamba hicho unachokipitia leo kinachotaka kukurudisha wewe nyuma kiroho, wenzako walishakipitia kabla na walivumilia, na ndio maana leo wanaitwa ni watakatifu. Walikivumilia na ndio maana leo wanaitwa watakatifu.
Kinachokutesa dada wewe uliyeko hapa, kinachokutesa mama, kinachokutesa baba, nisikilize vizuri. Kinachokutesa ni hali ya kuweka kitu moyoni. Hali unayoweka kitu moyoni, hiyo ndio inayokufanya wewe urudi nyuma. Hiyo hali ya kuweka kitu moyoni ndio inayokufanya wewe urudi nyuma. Lakini Biblia inasema watu waeni manabii. Chukueni mfano wa Kristo aliyeweza kuvumilia mabaya na kustahimili. Ustahimilivu wako uko wapi? Uvumilivu wako uko wapi? Changamoto kidogo unasema mimi habari za kanisa naacha. Changamoto kidogo unasema mimi habari za kwaya ninaacha. Changamoto kidogo unasema mimi uongozi wa jumuiya naacha. Nisikilize. Ujue unamkosea Mungu na huo sio Kristo. Vumilia. Kuingia mbinguni sio lele mama. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inasema tangia Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu mpaka sasa unapatikana kwa watu wenye nguvu. Sio watu lonyalonya. Watu wenye nini? Wenye nguvu. Sio kama naeleweka hapa. Watu wenye nguvu hao ndio watakaourithi uzima nini? Wa milele. Unakosaje kuvumilia? Unavunjika moyo kwa kitu kidogo tu kana kuondoka kwenye mstari. Michango tu midogo ya kanisa ambayo haiendi kujenga nyumba ya mwalimu, haiendi kujenga kitu chochote, inajenga nyumba ya Bwana. Na ambapo Biblia inasema hazina yako ilipo na ndipo moyo wako utakapokuwepo baada ya kufa, vile unavyomtolea Mungu ndivyo utakavyoenda kukusupport katika uzima wa milele. Unasema mimi narudi nyuma. Uvumilivu wako uko wapi? Sijui kama naeleweka hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini tunarudi nyuma kiroho? Kwa nini tunarudi nyuma kiroho? 2. Nitakupa mambo kama matatu. 2. Tunarudi nyuma kwa sababu hatupendi kuomba. Tunarudi nyuma kwa sababu hatupendi kufanyaje? Kuomba. Ni wangapi hapo wanapenda kuomba hapa? Unaweza kujikuta ni mama huko hapa ni miaka 70 mpaka sasa, ni miaka 50 mpaka sasa. Hata kwa jina la baba uwezo kumaliza baba yetu mpaka mwisho. Na sadiki mpaka mwisho. Kuna mama tuko hapa, kuna baba tuko hapa, kuna vijana tuko hapa, hatuwezi tukamaliza. Tunarudi nyuma kwa sababu nitakupa mambo makuu matatu. 1 ni kwa sababu hatupendi kuomba. Na Biblia inasema vita vyetu si katika damu na nyama bali katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho, zidi ya wafalme na wakuu wa giza. Tunarudi nyuma kwa sababu hatujui kuomba. 2, tunarudi nyuma kwa sababu sisi si watu wa kupenda kujifunza maandiko matakatifu. Mtu yuko lazi amiliki simu ya 250,000, 300,000, lakini Biblia kwake hana. Hapa tuliopo ngapi wana Biblia mkononi? Na ndani ya Biblia inasema, maandiko matakatifu yanasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Kwa sababu umekosa maarifa na ndio maana unajipata unaanza kurudi nyuma. Ungekuwa unapitia Biblia ingekufundisha na mwisho wa siku ungebaki kwenye msimamo wako kwa sababu Mungu anafanyaje? Anakufundisha. Tunarudi nyuma kwa sababu hatupendi kujifunza maandiko matakatifu. Sijui kama naeleweka hapa watu wa Mungu. Mpende kujifunza maandiko matakatifu. Hautarudi nyuma. Hata siku hii shetani anatupiga kwa sababu hatuyajui maandiko. Hatupingani naye kwa sababu hatujui kuomba. Sio kama naeleweka hapa. 3, tunarudi nyuma kwa sababu tunampa nafasi ibilisi sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tunampa nafasi nani? Ibilisi. Na ndio maana inafika mahali anatushambulia. Lakini Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi. Tunampaje ibilisi nafasi? Wewe mtu wa Mungu ni mama uko hapa haujui kuomba, bado hujampa ibilisi nafasi. Wewe ni mama uko hapa, ni baba uko hapa, haunaga hata mpango wa kusoma vitabu vitakatifu. Unajua shetani bado hujampa nafasi. Umeshaona? Tunarudi nyuma kiroho kwa sababu sisi wenyewe ndio tunaompa nafasi ibilisi. Kwa kuwa tusipompa nafasi ibilisi hatuwezi tukarudi nyuma. Unaiona katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 27. Waefeso
sura ya 4 na mstari wa 27. Waefeso sura ya 4 na mstari wa 27, kitu kama hicho, 27. Waefeso sura ya 4, Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 27. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Ni andiko ndogo sana, linasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa nini mama unarudi nyuma? Ni kwa sababu umempa ibilisi nafasi. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe kurudi kwako nyuma si kwa sababu Mungu anataka urudi nyuma, ila ni kwa sababu wewe umempa nafasi nani? Ibilisi. Na lengo la ibilisi kuyateka maisha yako. Ibilisi maisha yake yote hakuwazii mazuri. Nisikilize vizuri, hakuwazii nini? Mazuri. Mateso unayoyapitia, magonjwa unayoyapitia, mahangaiko unayoyapitia, kiini chake ni ibilisi. Biblia inasema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tulipona. Kama tunapita katika magonjwa ya kudumu, kama tunapita katika changamoto za kudumu, tujue mlango wake ni kwa sababu tumempa ibilisi nini? Nafasi. Sio kama naeleweka hapa. Kumbe tangia leo ondoka na neno la Mungu linalosema haupaswi kurudi nyuma, bali unapaswa kusonga wapi? Mbele. Unapaswa kusonga wapi? Mungu angalii kuanza, Mungu anaangalia kumaliza kwa nani? Unaweza kuanza vizuri, lakini mwisho wa siku kuisha kwako ukaishia kwa waganga. Kurudi kwako nyuma kukakupelekea ukaenda kufia kwa nini? Kwa waganga. Kurudi kwako nyuma kukakupelekea wewe ukafa katika maisha nini? Ya kipagani. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.